Mimi nikiwaambia kwamba hao jamaa wamekuja purposely kuuza hofu na kukutuondolea ukuu wetu, watu wanasema unakufuru. Rejea kanuni, amri ya kwanza. Katika hizo unaita amri 10 za washenzi. Amri 10 hizo. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Wewe nani? Mungu yupi? Miungu mingine unamaanisha babu zangu. Babu zangu waachane nao. Na nikiachana na babu zangu nimeachana na ukuu wangu. Alafu nakutegemea wewe fala ambaye sikujui. Umeisha mbwa wewe. Umeisha mimi. Usiabudu miungu wengine. Unatakiwa niabudu miungu ya mababu zangu. Yaani maana yake kwa mujibu wa nilichokifuatilia kwenye historia kwamba duniani kulikuwa na ustaarabu tofauti. Wahindi walikuwa na miungu yao, Waafrika walikuwa na miungu yao. Warumi walikuwa na miungu yao. Sadakta kabisa. Sasa watu wenye nguvu wakaamua tumie propaganda za kisiasa. Na kumbuka utawala ulikuwa unatawala dunia wakati ule ulikuwa ni utawala wa Kirumi. Sasa wakaamua watengeneze literature, amini fasihi, na wakaamua watengeneze mungu wao kutokana na falsafa walizozitunga na zikawa pushed duniani. Zikaenda duniani na watu wakapokea. Kwa kupokea kule falsafa walioipokea ni Mungu mmoja ambaye alikuwa na nguvu kuliko miungu mingine. Kwa mpaka leo tunaamini Mungu wa mbinguni, lakini ni Mungu wa Warumi, sio wa mbinguni. Ni Mungu wa Warumi ambaye walipretend kumuita Mungu wa mbinguni. Lakini miungu yetu wote, watu wa Nyakyusa, miungu yetu tulikuwa na wasali, watu wa Iringa, Wasukuma tulikuwa na miungu yetu, tukaachana nayo, tukaambiwa kuna Mungu mmoja ambaye ni hewa.